Naitwa Janet Albert Chijanga, afisa utawala na mama mlezi wa Fountain Gate Foundation kwa kupitia watoto wanufaika wa Fountain Gate Foundation. Leo tulikuwa na awamu ya pili ya ugawaji wa mahitaji kwa sababu kama mnavyofahamu muhula wa kwanza uliisha, tumeingia muhula wa pili ambao tunaenda kumaliza nusu mwaka. Kwa leo tulikuwa na mahitaji kadhaa ya kuwapa watoto kama mlivyoona kwenye video kupitia mfadhili wetu ambaye ni mwenyekiti wa Fountain Gate Foundation, Mr. Jafet Mboto Makau, alituwezesha kwa namna moja ama nyingine. Basi tumeenda kuwapatia watoto wanufaika wa kipaji shule, wa Fountain Gate Foundation, ambao miongoni mwao kuna watoto wa kipaji shule na walokuja kupitia program mbalimbali ambazo zimeandaliwa na Fountain Gate Foundation. Kwa hiyo hilo hasa ndio zoezi kubwa ambalo leo limefanyika, kuwapa mahitaji kadhaa ambayo miongoni mwa mahitaji ambayo tumepata ni kwa wale watoto ambao Januari hawakufikiwa na hivyo mwezi huu Mei wamefikiwa. Na zoezi hili linaendelea kila muhula kwa sababu kila muhula kuna mahitaji mapya, kuna ongezeko la mahitaji, lakini pia wakati mwingine kuna upungufu wa mahitaji. Kwa hiyo yale ambayo yanatakiwa kupewa watoto ili wawe kwenye mazingira rafiki na salama wanapatiwa ili wawe kwenye waendelee kupata mahitaji kama utaratibu wa taasisi unavyohitaji. Okay, mawasiliano yetu zaidi yamebase kwa walimu wa madarasa, watoto wenyewe pamoja na mimi mama mlezi. Kwa hiyo kwa mtoto ambaye anaishiwa kitu chochote kabla ya muhula hujaisha, basi anapeleka taarifa kwa mwalimu wa darasa anawasiliana naye ili mradi tu aniambie ni mtoto gani na amethibitisha, kwa sababu hawa watoto ukisema uwape kila wanachokihitaji bila kuangalia umakini unajikuta una overspend au una less spend. Kwa hiyo sisi tunachoangalia kimeisha kweli, kwa sababu kuna mtoto kama leo umeona tumewapa viatu sandals yenye ubora kabisa. Kuna mtoto hapa kesho kutwa ukija kumuuliza kuhusu kiatu na kwambia imeibiwa. Unamkuta kuhusu kiatu anakuambia siju kimenibana. Wakati leo unaona kabisa kajaribisha, ndio maana ulikuwa unaona nakagua. Kweli kinamtosha? Kweli akimtoshi? Kwa sababu watoto wana very selective. Kuna mtu unamletea kitu kizuri lakini kwa sababu alikuwa anataka afanane na rafiki yake atakwambia sandals hii haijafanana na rafiki yangu. Kwa hiyo kidogo kuna changamoto za utoto na furisheji na wasumbua. Lakini nina hakika viatu nilivyowapa vina ubora wa hali ya juu na kile ambacho kitaisha, kwa mfano kama unavyosema mafuta, atatoa taarifa kwa mwalimu wa darasa na nitampatia. Lakini hasa tunawahimiza kwenye matumizi sahihi ya vitu. Yaani usio kwamba umekiona basi unakispend kiasi cha kwamba wiki moja unakuja kuomba mafuta 1500 unatumia wiki moja, wakati kuna familia inatumia watoto 5 mafuta ya 1500 mwezi mzima. Kwa hiyo tunawafundisha pia na namna nzuri na bora ya kutumia vile ambavyo tunawapa, kwa sababu kumbuka sisi tunafadhiliwa. Tukisema tu spend kwa luxury, kesho tunapata tena wapi? Anaweza akakupa lakini anakuangalia huyu mtu hata anawasimamia, ina maana hayuko makini. Mbona vitu vinaisha haraka? Kwa hiyo lazima uwekee misingi. Unampa kitu, unampa sheria kwamba hiki kiatu makadirio yangu kwa ubora wake mwaka mzima. Alafu unampima imani. Ila pale kinapoisha ili asipate changamoto unafanya utaratibu wa kumpatia, lakini lazima ujiridhishe kwa sababu hii ni pesa inatumika. Mtu anainvest pesa yake. Iko ndo hasa tunachokifanya. Kwa hiyo ushirikiano wetu upo kwa walimu wa madarasa, watoto wenyewe pamoja na mimi mama mlezi. Asante.